mchana wa leo ni kwamba nitawezaje kuishi kwa athari. Jambo la kwanza nimesema kwamba lazima utambue utambulisho wako, lakini jambo la pili ni kuishi kitofauti. Lazima uweze kuwa na kusudi, kuishi kitofauti. Unajua, shajua utambulisho wako, wewe ni nani. Wewe katika Kristo, wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni mtakatifu, wewe ni maalum. Jambo la pili, unaishi kitofauti. Ulimwengu unasema nifuate. Ulimwengu unatafuta vijana kufuata. Vijana wafuate ulimwengu. Lakini naye Yesu anasema nifuate. Yesu alipokuwa anawaita wanafunzi wake, apita kwenye ufukwe, kuna wanafunzi wake wako pale, wakina Yohana mwana wa Zebedayo pamoja na Yakobo na ndugu yake Yohana wana wa Zebedayo. Anasema nifuate. Namkuta Lawi Mathayo mtoza ushuru, anasema nifuate. Ulimwengu unasema nifuate, na Yesu anasema nifuate. Utamfuata nani? Lakini rafiki yetu Paulo naye anakazia hili. Mstari katika Warumi 12 fungu la pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Paulo anatumia neno hapa la bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hili neno la kugeuzwa katika Kiyunani linachukua ule mfano wa ile tunaita kipepeo, butterfly. Kipepeo kabla hajafika kipepeo, waga anakuwa katika nyumba yake, Kiingereza wanaita cocoon. Mule ndani mwenye ile jumba anakuwa kama mnyoo, baadaye anabadilika, anakuwa kipepeo. Ndio katika picha hiyo ndio ambayo Paulo anaiweka hapa, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mungu anataka atugeuze sisi vijana na kuishi kitofauti. Hapa tunamkuta katika Biblia kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Danieli. Danieli ni kijana ambaye alisimama imara katika changamoto alizokutana nazo kule Babiloni, akiwa na vijana wenzake. Danieli akasimama imara, kukataa kuishi kimazoea kulingana na ulimwengu uliokuwa ukimzunguka, ulimwengu uovu. Wakati fulani Danieli yuko kule Babiloni na pamoja na marafiki zake, wamekaribishwa msosi. Wamekaribishwa nini? Msosi, chakula. Lakini katika ule msosi akagundua kuna vyakula hapa ambavyo haviendani sawasawa na neno la Mungu na maandiko. Danieli akawashawishi wenzake,